mwambie Yesu ninakupenda siku ya leo. Inua sauti yako mwambie Yesu ninakupenda. Inua sauti yako mwambie ninakupenda. Mnyunyizi wangu ninakupenda. Msaidizi wangu ninakupenda. Tegemeo la moyo wangu ninakupenda. Unayeniinua kila wakati ninakupenda. Unayenibariki ninakupenda. Yesu ninakupenda. Yesu ninakupenda. Ninakupenda peke yako Yesu. Maana unayoyatenda mwanadamu hawezi. Maana unayofanya mwanadamu hawezi. Yesu ninakupenda. Ninakupenda asubuhi ya leo Bwana. Ninakupenda asubuhi ya leo Yesu. Napenda mausia yako asubuhi ya leo. Napenda njia zako asubuhi ya leo. Napenda kutawaliwa na wewe asubuhi ya leo. Napenda kuinuliwa na wewe asubuhi ya leo. Napenda kukuabudu asubuhi ya leo. Napenda nikupe sifa asubuhi ya leo. Maana kuna mwingine zaidi yako mfalme wa asubuhi ya leo. Nafsi zetu zinakupenda Bwana. Tunakupenda Yesu. Kama wewe Bwana. Tunakupenda Yesu. Tunakupenda. Tunakupenda Yesu. Tunakupenda. We love you. We love you. We love you. Inua sauti yako mwambie Yesu ninakupenda. Maana yeye alikupenda kwanza. Maana yeye alitupenda kwanza. Inua sauti yako mwambie Yesu nakupenda. Maana alikupenda kwanza akajitolea kwa msalabani kwa sababu yetu. Kachukua aibu yetu. Kachukua kila kitu. Napenda jinsi unavyotuabudu. Hallelujah. Tunakuinua Yesu, unavyotubariki. Tunakusifu maana kaingia rohoni mwangu. Kanipa kutulia. Kanambia ewe mwanangu, usilie tena. Kaingia rohoni mwangu. Kanipa kutulia. Kanambia ewe mwanangu, usilie tena. Ninajua shida zako, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni aliingia. Inua sauti ya kumwambia alinipa kutulia. Kanambia ewe usilie tena. Kaingia kanipa kutulia. Yesu kanambia ewe mwanangu, ninajua shida zako na sitatua mimi. Bila Yesu mimi mwambie bila wewe Yesu. Bila Yesu bila Yesu bila Yesu bila Yesu maishani mwetu. Bila Yesu mimi
Nataka uinue sauti yako, mkumbushe Mungu Bwana asubuhi ya leo ya kwamba asubuhi ya leo tumesoma Biblia katika kitabu cha Zaburi 18. Mahali ambapo Daudi anamnenea Mungu. Bwana asifiwe. Mahali ambapo Daudi ananena na Mungu, anamwambia ya kwamba amuokoe kutoka kwa maadui zake. Amuokoe kutoka kwa shida ambazo alikuwa ndani. Bwana asifiwe. Daudi aligundua ya kwamba bila Yesu ama bila Mungu yeye ni mtu bure. Bwana asifiwe. Nasi asubuhi ya leo yatubidi na inastahili tujue ya kwamba bila Mungu, bila Yesu katika maisha yetu, bila Yesu kuwepo katika familia zetu, bila Yesu kuwepo katika huduma ambayo unafanya katika nyumba ya Bwana, bila Yesu kuwepo kwa kila jambo ambalo unatenda, wewe ni mtu bure. Asubuhi ya leo inua mkono wako kwa Bwana. Mwambie Baba, bila wewe mimi sio kitu. Amini tu. Naomba tu inua mkono kama uko na mkono, kama Mungu amekubariki na mkono. Kuna wengine hawana mikono asubuhi ya leo. Kuna wengine hawana nguvu ya kuinua mikono asubuhi ya leo. Just raise your hand unto the Lord this morning. Mwambie bila wewe katika maisha yangu. Mwambie bila wewe katika huduma yangu. Mwambie bila wewe katika kazi yangu. Mwambie bila wewe katika biashara yangu. Mimi ni kitu bure. Mwambie Yesu, ninakuhitaji asubuhi ya leo. Ninapokuwa katika huduma ninakuhitaji. Ninapokuwa kazini mwangu ninakuhitaji. Ninapokuwa hospitalini ninakuhitaji. Ninapokuwa safarini ninakuhitaji. Mwambie Yesu, bila wewe asubuhi ya leo, bila wewe kutembea nami asubuhi ya leo, mimi ni mtu bure. Tumishi Musali, mwambie Mungu ya kwamba usiponena nasi hatuwezi kuenda. Asubuhi ya leo Bwana, tunaamini bila wewe kutembea nasi asubuhi ya leo sisi sio kitu. Baba, tunakuhitaji. Kanisa la Nyamataro tunakuhitaji. Wamama kwa wazee tunakuhitaji asubuhi ya leo. Vijana tunakuhitaji asubuhi ya leo. Watoto tunakuhitaji asubuhi ya leo. Kikundi cha ibada na sifa tunakuhitaji asubuhi ya leo. Kwaya inakuhitaji asubuhi ya leo. Kikundi cha Altamekas tunakuhitaji asubuhi ya leo. Kila mmoja wetu asubuhi ya leo tunakuhitaji. Bwana, tembea nasi katika safari hii. Tembea nasi katika ibada hii Jehova. Kwanza kuanzia mwanzo wa ibada Yesu, tuweze kukuona Bwana ukitenda. Walio wagonjwa wapate uponyaji. Walio na shida zitatuliwe. Wanaokutafuta wakupate siku ya leo. Wanaokulilia Bwana ukawakute machozi. Bila wewe asubuhi ya leo tuwezi. Bila wewe asubuhi ya leo tuwezi. Bila wewe asubuhi ya leo tuwezi Yesu. Bila wewe sisi sio kitu Bwana. Unaweza Baba yetu. Tunaweza kuonekana ya kwamba tuna uwezo. Tunaweza kuonekana ya kwamba tuna uwezo. Tunaweza kuonekana ya kwamba tuna uwezo. Bali Mungu wetu sisi hatuna uwezo bila wewe. Bila wewe hatuwezi. Bila wewe hatuwezi. Yesu, tawala maisha yetu. Bila wewe hatuwezi. Tutawale Yesu. Tutawale Yesu. Tutawale Yesu. Tutawale Yesu. Mwambie Yesu nitawale. Mwambie Yesu nitawale. Mwambie Yesu nitawale. Fungua kinywa chako, mwambie Yesu nitawale. Fungua kinywa chako, mwambie Baba nitawale. Mwambie Yesu tawala moyo wangu. Mwambie Yesu tawala familia yangu. Mwambie Yesu tawala watoto wangu. Mwambie Yesu tawala kanisa letu. Mwambie Yesu tawala nchi yetu ya Kenya. Mwambie Yesu tawala asubuhi ya leo. Hallelujah. Ni kama wewe Bwana. Hallelujah. Ni kama wewe mtakatifu. Wewe nisaidia yote Bwana asubuhi ya leo Bwana. Umetukuka Bwana. Hakuna kama wewe Yesu. Biblia inasema ya kwamba if we confess that Christ is Lord, kama tutakiri na vinywa vyetu ya kwamba Mungu
Yesu ni Bwana, tutakombolewa. Biblia inasema ya kwamba, nataka nirudie haya maneno ya kwamba kama tutakiri na vinywa vyetu ya kwamba Yesu ni Bwana, tutakombolewa. Biblia pia inasema ya kwamba niiteni nami nitawaitikia na nitawaonyesha makubwa yale ambayo hamkuyajua. Tena Biblia inasema ya kwamba ishini ndani yangu na maneno yangu yawe ndani yenu. Ombeni chochote mtakacho na mtafanyiwa. Asubuhi ya leo muite Mungu, mwambie siwezi bila wewe. Tukuhitaji Bwana. Tawala Yesu. Tawala Bwana. Tawala Baba. Matevi nyasanga tinko nyarota hiyo. Tukuhitaji Bwana. Matevi mwanene ngayango koragara abebo sota hiyo. Tukuhitaji mtakatifu. Biblia inasema ya kwamba mwanadamu anapanga, lakini Mungu yatimiza yaliyo yake. Mwambie Bwana ya kwamba mipango yangu asubuhi ya leo haitatimika bila wewe kuwepo katika mipango hiyo. Mwambie Yesu atawale maisha yetu asubuhi ya leo. Hallelujah. Hallelujah. Wengi wamepoteza maisha yao asubuhi ya leo. Wengi hawajamaliza mwaka huu, lakini wewe Mungu amekufikisha mwezi wa 11. You have every reason to praise the Lord this morning. You have every reason to worship the Lord this morning. Mwambie Yesu, mimi sina mwingine ambaye amenifikisha mbali huu kama sio wewe. Hallelujah. Hallelujah. Hey, hallelujah. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea. Mwambie Yesu nao pamoja. Inua sauti kabisa, mwambie pamoja na wewe. Pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea. Mwambie Mungu pamoja na wewe. Pamoja. Inua sauti kabisa, mwambie pamoja na wewe, katika. Inua sauti yako, mwambie tatembea na wewe. Inua sauti, mwambie pamoja na wewe, pamoja Yesu na wewe, katika safari tatembea.
mighty God, you are great. You are awesome in your ways and you are glory. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you this morning. It's all about you this morning, Jehovah. It's all about your grace. It's all about your power. It's all about you, King of Glory. Oh, manifest your power. Manifest your power in our midst this morning. In the mighty name of Jesus. Manifest your power in the midst of your children. In our time this morning. In the mighty name of Jesus, in a great way, oh God. Hakuna mwingine kama wewe. Unatosha Yesu. Unatosha Baba yetu. Umetamalaki Bwana. Umetamalaki Simba wa Yuda. Unatosha Israeli. Umetukuka Baba. Umetukuka Mtakatifu. Umetukuka Jehova. Umetukuka Jehova. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Nani kama wewe Mtakatifu? Wewe ni zaidi ya yote. Wewe ni Mtakatifu Baba. Umetamalaki Bwana. Umeinuliwa Yesu. Yes, Lord. Yes, Jesus. You are great. It is you. It is you, God. You manifested. You manifested in your children. Manifest in the hearts of your people. Manifest in the hearts of your people. Speak out to our precious lives this morning, Papa. In the mighty name of Jesus. Hata ile mioyo iliyogumu Bwana, ifanye yeyuke Baba. Ikuwe nyama mbele zako. Tuweze kukuabudu Yesu. Nani kama wewe Mtakatifu? Nani kama wewe Jehova? Hallelujah. Tawala kanisa lako Bwana. Tawala Yesu, tawala Bwana. Hallelujah. Mioyo ya watoto wako. Hallelujah. Tawala nafsi zetu. Hallelujah. 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 It is sweet to be in your presence. It is sweet to be in your presence. It is sweet to be in your presence. It is sweet to be in your presence, oh God. It is your grace. Glory unto your name. Glory unto your name. Glory unto your name. Glory unto you, Jesus. Glory unto you, oh God. Glory unto you, Jehovah. Utukufu ni wako, Yesu. Utukufu na heshima zote ni zako, Yesu. Umetukuka Baba. Hakuna kama wewe. Wewe ni wa ajabu. Wewe ni mfalme wa wafalme. Unatosha Bwana. Hakuna mwingine kama kama sio wewe Mungu wangu, kama isingekuwa ni wewe Baba siku ya leo. We are here to testify of your goodness. We are here to testify of your goodness this morning, oh God. Wewe ni wa ajabu Yesu. Wewe ni mwema Yesu. Mbele zako tunainama Bwana. Mbele zako tunainua mikono yetu Yesu. Ukisema kuna mwingine kama wewe Bwana. Sema umetamalaki Bwana. Ni wewe unastahili Yesu. Ni wewe unastahili Baba. Ni wewe unastahili Jehova. Ni wewe unastahili mfalme wa amani. Ni wewe unastahili mtakatifu.
mtakatifu wa watakatifu. Ni wewe unastahili, tuliheshimu jina lako asubuhi ya leo. Hatuna mwingine zaidi yako Baba yetu, hatuna mwingine zaidi yako Mfalme wa amani. Hatutaibika mbele zako Bwana, hatutaibika mbele zako Mtakatifu. Mfalme wa wafalme ni wewe tu. Haleluya. Umebaki peke yako. Inua sauti yako, mwambie Yesu ni wewe. Ni wewe tu Yesu. Nani kama wewe? Kama unajua ni yeye, mwambie ni wewe. Nani kama wewe asubuhi ya leo Bwana? Nani wa If you know it is God. Nani wa kuabudiwa Yesu? Nani wa kupewa sifa Baba? If you know it is Him that has brought you this far, mwambie ni wewe. Ni wewe tu Bwana. Kama unaamini kama mimi ya kwamba ni Mungu ametuleta umbali, mwambie ni wewe. Ni wewe Jehova. Ni wewe Baba yetu. Ni wewe Yesu, natosha. Ni kama wewe Yesu. Unatupenda Baba jinsi tulivyo Yesu. Ni kama wewe Baba Yesu. Umejawa na wingi wa upendo Baba. Ni wewe. Tawala Bwana. Ni wewe Yesu. Yesu. Wakati mwingine tunayapitia magumu, wewe ni mtakatifu. Wakati mwingine tunakataliwa, wakati mwingine tunafinywa na binadamu wenzetu, lakini Mungu hakutuachilia, lakini Mungu hakutuacha. Amesimama nasi kila wakati. Mwambie Bwana ni wewe asubuhi ya leo. Mwambie Bwana ni wewe asubuhi ya leo. Mwambie Bwana umbali huu ni wewe. Mataiya manene ngambi ya mwana. Nataka tuchukue fursa hii tumwambie Bwana asante. Mataiya nyasaye ngambi ya mwana. Kero ukoligereria. Una ushuhuda wa kumwambia Mungu asante. Fungua kinywa chako, mwambie asante. Asante, asante, asante Yesu. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya ni. Unaweza kufanya. Tuinue sauti zote tumwambie unaweza. Unaweza kutenda yale mambo makubwa zaidi ya niomba. Unaweza kufanya. Unaweza kutenda yale mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Wacha tuinulie Bwana mikono yetu. Baba, katika jina la Yesu, asante Mfalme wa amani kwa sababu ya asubuhi hii. Mfalme, tunajua unaweza kufanya. Mfalme, tunajua unaweza kutenda. Unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya fahamu zetu, zaidi ya kujua kwetu. Asubuhi ya leo tumeshuhudia wema wako. Omonene ningo tuwasabinga Nyasaye. Otaramona intweli tukoligimo monene. Lero nakogenderera Nyasaye. Asamba tukonsio bogimo monene. Tukuone katika maisha yetu. Tuliokufa moyo Bwana ukatuinue tena. Tuliodharauliwa Bwana ukatutoe aibu Jehova. Tunaolia Mfalme ukatupanguze machozi. Tuliokosa tumaini asubuhi ya leo, wewe ndio uliye tumaini letu la kila wakati Bwana.
Tawala kila mmoja wetu asubuhi ya leo. Ibada ya siku mzima tukuone Jehova. Unene nasi kupitia kwa watumishi wako. Ututawale, maana hakuna mwingine kama wewe. Maana ni kwa Yesu Kristo mama na atakuamini. Amen. Bwana asifiwe. Praise God. Salimia mwenzako, mwambie karibu kwa nyumba ya Bwana. Karibu sana kwa ibada ya leo. Karibu sana kwa ibada ya leo. Na ningependa kuchukua hii fursa nishukuru kila mmoja kwa kufika nyumba ya Bwana ili tuweze kubarikiwa pamoja. Na asante sana pia kwa wale wenzetu ambao wanatutazama katika runinga zetu, na tunashukuru Mungu tunapoendelea kubarikiwa pamoja. Na ninataka kusema kwamba ikiwa unataka kusupport kazi ya Bwana, tuko na till number ya kanisa ambayo ni 331388. Till number ya Nyamataro PAG ni 331388. Ukitoa itakuletea jina Nyamataro PAG Church. Nataka kushukuru kila mmoja wetu ambaye alihusika kwa mchango ambao tulikuwa nao during our center meeting on 26th. Na kazi imeendelea vile ilikuwa imepangwa. Hii floor yetu hapa juu imewekwa tiles, ilimaliziwa jana, na zile zilibaki zilianza kazi kwa Bishop's Residence, na kazi inaendelea. Kwa hivyo wameweka one room on Monday, that is tomorrow. Wataendelea na zile ambazo zimebaki. Kwa hivyo kama ulikuwa umejiandikisha, ulikuwa umetoa pledge na haujatoa, tafadhali wacha tuendelee kutoa ili tumalize hiyo kazi tuende kitu kingine. So lengo letu ni kumalizana na mambo ya tiling kwa Bishop's Residence, then we move to something else. Nataka kushukuru wale wote ambao wanaendelea ku redeem their pledges, na kama haukukua na ungependa kusupport, bado uko na nafasi ya kusupport kazi ya Bwana. Na tulikuwa tunatuma kwa M-Pesa kama hauna cash. Ukiwa na cash utaitoa, na kama hauna cash utatoa kwa M-Pesa number 0721 54 30 54 0721 54 30 54, na majina italeta Jacqueline Nyagaka na utabarikiwa. Kwa hivyo wacha tuendelee. Kama ulitoa ahadi mbele ya Mungu, ni vizuri utimize. Bwana asifiwe. Church choir practice inaendelea Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Jumatatu, Jumanne, Alhamisi na Ijumaa kuanzia saa 10 hadi saa 11 1 hour. Na kuanzia kesho tutakuwa tunafanya practice kujiandaa kwa mkutano ambao utafanyika pale Ebenezer PAG tarehe 30. Tutakuwa na center meeting pale Ebenezer PAG on 30th November. Kwa hivyo all choir members na wale ambao wangependa kujoin choir mmealikwa kwa practice kuanzia kesho saa 10 hadi saa 11 jioni. Widows wote hapa bora Kabonsipi tutabaki nyuma baada ya ibada. Alafu mtaona viongozi wenu pamoja na uongozi wa kanisa
ili tuweze kujipanga kuhusiana na conference yenu. So widows wote tubaki nyuma baada ya ibada. Lord's Table itakuwa tutakuwa na worship conference. Tutakuwa na worship conference hapa kanisani tarehe 27 hadi 30 mwezi huu wa Novemba. Worship conference tarehe 27 hadi 30 mwezi huu wa 11, na makanisa mengi yamealikwa kwa huo mkutano, na wewe ukiwa mmoja wa worship and praise team umealikwa kwa ajili ya hiyo conference, na ualike pia rafiki yako. Si lazima kweni Wanyamataro PAG, ili tuweze kujifunza jinsi ya kumtukuza Bwana. So on 27th to 30th tutakuwa na huo mkutano mkubwa hapa, na kila mmoja wetu amealikwa. Immaculate, member wa Jordan ambaye alimpoteza baba yake, mazishi yatakuwa this week coming Wednesday tarehe 6. Immaculate alipoteza baba yake, matanga ni tarehe 6 mwezi huu wa 11, na kama kanisa tutajumuika pamoja ili kufariji hiyo familia. Na wale ambao ni welfare members na hatujatoa marawe yetu na mahindi, wacha tulete before hiyo tarehe 6. Na pia vile tunajua Evelyn Nakunga pia alikuwa amempoteza baba yake. Mazishi inaendelea kupangwa, lakini pia welfare members tuendelee kufanya vile tunastahili kufanya. Tunafaa kufunga these 2 cases as soon as possible. Kwa hivyo kama haujatoa mahindi yako na maharawe, utaleta ama utoe cash 250 kwa wale kwa treasurer, wale ambao tunatoa kesi ya Akunga, na kama unatoa kwa kesi ya Immaculate unatuma kwa Secretary Irene, na tuko na hiyo information kwa group ya BBF WhatsApp group. Mama Aska Gisemba amempoteza brother-in-law Momoro Mwabo Mogakoye ambaye anaitwa Thomas Kiriama, na kama kanisa wacha tuendelee kukumbuka hiyo familia kwa maombi. Na chukua hii fursa kushukuru Zion Fellowship ambayo imekuwa ushukani. Zamu yao inaisha leo jioni, na kuanzia kesho asubuhi tutaanza na Jordan Fellowship. Jordan Fellowship ndio itaanza duty kuanzia kesho asubuhi, na kama fellowship tutajipanga pamoja na our apostles. Bwana asifiwe. Nikimalizia matangazo, next Sunday tarehe 10 tutakuwa na Lord's Table. Tuendelee kujiandaa kuhusiana na hilo. Niruhusu niachie matangazo hapo, nilete choirs, na nitaanza na Zion, then ladies, tutamaliza na wazee. Zion, ladies, tumalize na wazee. Zion karibu. Na Zion wakiendelea kukuja, tuko na nakala ya lesson, our lesson book. Kama haujapata copy, utaona our ushers kwa hiyo table ya ushers ili uweze kujipatia your copy, na ni 50 shillings ili tuweze kusonga pamoja kama kanisa tukisoma hiyo lesson ambayo ndio inaendelea hadi early January ambapo tutafanya evaluation. Karibu sana Zion.
Amen. Asante sana Zion. Ladies. Ladies. Wamama wote kwa nyumba tusimame. Check, 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 check. Sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi. Sitaacha kumsifu aliye Check. Sitaacha kumsifu.
Amen. Wazee karibu.
Makofi mazuri kwa kwaya zetu. Amen. Bwana asifiwe. On 16th, tarehe 16 mwezi huu wa 11, kama kanisa tumealikwa wote kwa homecoming ceremony ya our General Secretary PAG Kenya, Bishop Richard Obogi, na tutapewa venue mahali tutafanyia hiyo sherehe, lakini kila mmoja wetu amealikwa tarehe 16 mwezi huu ili tuweze kushukuru Mungu pamoja kwa ajili ya our bishop. Nataka nishukuru apostles on behalf of the church leadership kwa sababu ya ile kazi nzuri ambayo mnaendelea kufanya pale mashinani. Watoto wetu wako nyumbani kwa muda mrefu kuanzia sasa hadi Januari, na wacha tu encourage wazazi wote tunapoenda fellowships, wacha tuende na watoto wetu ili tuweze kujifunza neno la Mungu pamoja. Wiki hii nataka tushukuru Goshen Fellowship. Goshen, tafadhali tupigie Goshen makofi mazuri. On Wednesday tukiwa na fellowships zetu, Goshen ilikuwa na 56 members. Amen. Asante sana, na hayo ndio tunataka kuona, growth in our fellowships. Tuendelee kuhubiri injili pale mashinani. Next week choirs tutakuwa na Jordan Fellowship, Youth and Church Choir. Jordan Youth and Church Choir. Bwana asifiwe. Ni wakati nataka kuchukua hii fursa niweze kukaribisha wageni wote walio pamoja na sisi. Kama ni wewe ni mgeni, ni siku yako ya kwanza kuingia kanisa la Nyamataro PAG, naomba tafadhali usalute hivi. Amen, amen, amen. Wageni wetu tusimame tu mahali upo, simama tu kwa mguu ili tuweze kukutambua. Simama tu kwa mguu mahali upo, penye upo tu, simama tu. Mgeni wetu, amen, amen, amen. Asante sana. Kulikuwa na mgeni mwingine mahali hapa. Okay, asante sana. Na karibu katika nyumba ya Bwana. Tukimaliza ibada yetu, kama wewe ni mgeni, tafadhali tukutane kwa ile meza pale karibu na mlango ili tuweze kujuana zaidi. Makofi tena kwa wageni wetu. Amen. Tunawakaribisha na tuweze kubarikiwa pamoja. Ni wakati wa kutoa, kushukuru Bwana kwa matoleo yetu, kwa sadaka na fungo zetu, Thanksgiving. Wacha tusimame ili tuweze kumtolea Bwana.
Tunapoomba. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunakusifu asubuhi ya leo kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu ya ulinzi wako juu ya maisha yetu. Bwana, umekuwa mwema na mwaminifu, Mungu usiyeshindwa. Wiki nzima Bwana umekuwa pamoja nasi na ulitusaidia. Tazama Bwana, tumekutolea matoleo mahali hapa madhabahuni pako, Mungu, sehemu ya baraka Bwana ulizotubariki nazo. Bwana, tuomba ya kwamba ukazipokee asubuhi ya leo. Bariki wote waliokutolea Bwana, ukawafungulie njia na milango wakapate tena Bwana. Tutakapokusanyika siku nyingine mahali hapa Bwana, wawe na cha kukutolea Bwana. Walio wagonjwa ukawaponye, walio na shida na mahitaji mbalimbali Bwana ukashughulikie. Jina lako litukuzwe, kwa kuwa Bwana hivyo ndivyo unavyosema katika neno lako. Lifuatilie kwa utukufu wa jina lako. Wewe ni Mungu. Kwa Yesu tumeomba na kwa Mungu alituumba tufanye nini? Tumwabudu. Uliza aliye karibu na wewe, kama hautamwabudu Mungu, ama kama hautamtukuza Mungu, utamtukuza nani? Utamwabudu nani? Ni yeye tu peke yake amepaki kuabudiwa na kupewa sifa. Bwana asifiwe. Naomba kama umekaa uinuke kwa miguu yako, tunakwenda kumtukuza Mungu. Haleluya. Wapi vigelegele kwa Yesu? Wapi vigelegele kwa Yesu? Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu jamani. Kama Mungu amekubariki na mikono, mpigie makofi. Wapi vigelegele, vigelegele. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Jehova. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, hakuna kama Jehova, hakuna kama Jehova, hakuna kama Jehova. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, hakuna kama Jehova.
amekubariki na mikono yenu wa Yesu zaidi. Haleluya. Inua mikono yako tunapoenda kumwabudu Mungu kwa wimbo. Yes. Dakika 2 tu. Asante Bwana. Tunapoenda kusikiliza neno la Mungu. Glory to God. Inua tu mikono yako mbele za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. He is the Lord. He is the Lord. He has risen from the dead. He is the Lord. Every knee shall
Tukiwa katika hiyo hali, ningependa tuweze kufunga macho yetu tunapoomba. Baba, tunakushukuru. Tunasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Umetusaidia, umetupigania Bwana. Tumekuja umbali huu kwa ajili ya uwezo wa jina lako. Asante kwa sababu umekuwa Ebeneza katika miezi 10 imepita. Na hapa tuko katika mwezi wa 11 na tarehe za leo tarehe 3 kwa uwezo wa jina lako. Naomba kwamba Bwana katika mwezi huu unaenda kutembea pamoja nasi. Yes, Lord. Ikiwa Jumapili ya kwanza katika mwezi wa 11, na tunaomba kwamba katika mwezi huu Bwana utembee pamoja nasi. Uweze kutupigania, uweze kukutana pamoja na mahitaji yetu. Uweze kutufungulia milango ambayo imefungika. Ukatuponye magonjwa yetu katika mwezi huu. Bwana, ukutane pamoja na mtu ambaye ametembea kwa miezi 10 akiwa anatezeka, akiwa anahangaishwa na mapepo, akiwa anatawaliwa na maroho ya kuzimu. Katika miezi 10 Bwana umempigania, na mwezi huu wa 11 uende kumnazua na kumweka huru, ili akaweze kuwa na sababu ya kusema kwamba kweli Jehova ameweza kunitendea mema. Nakushukuru kwa sababu ya wazee walio ndani ya nyumba hii ambao Bwana umeweza kuwasaidia na umeamua wakaweze kuwa washirika katika nyumba hii na hata katika ibada ya siku ya leo. Naomba kwamba yeyote aliye na shida Bwana ukamshughulikie, na mwisho wa ibada ya siku ya leo tuweze kukushukuru. Asante kwa sababu ya wamama walio hapa. Naomba kwamba Bwana ukawasaidie, usungumuze pamoja na mioyo yao, na umewapa nafasi ya kipekee kuwa katika ibada na chini ya paa ya nyumba hili, kwamba wakaweze kusikiza neno lako. Bwana, naomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ukaweze kusungumuza pamoja na maisha yao kwa njia kuu, na Bwana ukaweze kututendea mema hata mwisho wa ibada ya siku ya leo tuseme kwamba kweli umetutendea mema. Nakushukuru kwa sababu ya watoto wetu walio hapa. Naomba ukawabariki, wafunike na damu ya Kristo. Umekuwa pamoja na wao walipokuwa mbali pamoja nasi katika pale mahali walikuwa wanasoma, na umewasaidia, umekuja. Bwana, naomba kwamba neema yako iwatoshe, na tunaomba ulinzi wako juu ya maisha yao watakapokuwa katika likizo kubwa ama ndefu, ukaweze kuwapigania. Naomba kwamba tunapoanza mambo ya mahubiri uweze kuwa pamoja nasi na ukatutende mema, maana ni mwema. Nimenyamaziza kila sauti zote za kisetani, kila mapepo, kila maroho yote ambayo yanainuka kinyume na neno lako wakati linahubiriwa, maroho ya kutoka nje, Mungu wa majeshi, maroho ya kunongonezeana. Jehova, ninafunga hizo nguvu zote katika jina la Yesu Kristo. Kila maroho ya kupuuza neno la Bwana linapohubiriwa, nimeteka nyara hizo nguvu kwa jina la Yesu. Naomba kwamba Bwana ukanitumikie kama jombo pamoja na mkalimani wangu. Jina la Baba litukuzwe na liinuliwe milele yote, maana kila mawazo tumeweka chini ya miguu yako. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amina. Amen. Amen, 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 amen. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii ambaye ameweza kutupatia tukaweza kuwa katika nyumba ya Bwana. Amen. Tunawasiliana na mainjinia wa mitambo, sababu ni vizuri kulinda sauti. Hii ndio inafanya tuelewane. Bwana asifiwe. Karibu sana katika nyumba ya Bwana katika ibada ya siku ya leo. Tuna furaha kubwa kuwa pamoja nanyi hapa. Kuja kwako katika ibada kumetutia nguvu. Wewe ni wa maana sana katika ibada hii. Iwe ni mara yako ya kwanza kuja, tunaomba Bwana akubariki na ukaweze kubarikiwa pamoja na Bwana ukiwa pamoja nasi hapa. Hili ni kanisa la Kipentekoste la Nyamataro PAG. Mahali Bwana
Kristo ni mwokozi ase Kristo Yesu ari omotoria na mahali Roho wa Bwana anatuongoza, na ase omoika bwa omonene ogotora mahali ishara na miujiza zinatendeka. aiga ase ebikone na emiujiza bionsi bibigokoreka. Unapokuja katika nyumba hii, Ekero ogocha ase enyomba eye hata kama pale nje wewe sio kitu, nonya isikari aye tori gento, unapokuja hapa unakuwa kitu, maana Kristo Yesu anabadilisha mambo yote. ekero ogocha nigo okoba egento ekiagera Kristo Yesu nigo agonchororia amang'ana onsi. Ndio sababu hatuna aibu kusema kwamba Yesu ni Bwana. Na kiekora tutabwati obosuku goteba ng'a Kristo no Na omonene. nikwambie kwamba kabla mkutano huu uishe, Nande ngotebi ng'o omokutano oyo otaraera kuna kitu Jehova Mungu anaenda kukutendea. egento nkero Jehova Nyasaye gochigogokorera. Hautarudi vile ulikuja katika ibada hii. Tokoira nabo nakwarenge ase ibada eye. Mungu anaenda kukutembelea katika viwango vikubwa. Nyasaye ngogotarera ase ebirenge binene. Maana Mungu sio Mungu wa kukusanya watu pamoja Ekiagera Nyasaye tari Nyasaye okoreta abantu na amo. waache waende vile walivyokuja. Abatige bagende buna bacha. So vile umekuja hapa hivi, Ase igo buna wacha iga. Mungu atakuaja urudi jinsi ulivyokuja. Nyasaye tago gotigoirane buna wacha. Kuna mambo yasiyo ya kawaida Bwana anaenda kuyasababisha katika maisha yako. Amang'ana nara atali ayabo tambe agochigokora ase Katika jina la Yesu Kristo. ase rietha ria Kristo Yesu. Nafikiri wale ambao wameketi pale juu, Ngorengera libali moikara nstari igoro. Mungu amewakumbuka zaidi ya wote. Nyasaye obanyoire mono goetania bonsi. Sababu muda wa nyuma Ekiagera ebiro byago chimaega. walikuwa wanaketi pale juu Igo mwana na goikaransa kukiwa na bugoro. fumbi nyingi. Ebumbiere gabwe nyingi. Lakini Mungu ametusaidia, tumeweka tiles mpaka pale nyuma Kolende Nyasaye otokonyire twabekire chitairi goipaka oika. kwa uwezo wa Mungu. Ase chinguru jya monene. Na wakati ule wa nyuma Nebiro biri bya maega. walikuwa na strain sana kuona mhubiri hapa mbele. Igo mwalenge gochandeka mono korora morandia iga. Lakini sasa mambo yamekuwa rahisi. Kolende bone bintu byabeire. Wanaweza kuona mhubiri hata kama nitaenda pale chini ya nabo pale katikati ya waumini wengine wa kanisa la jini, nabo mokorora morandia niisa gotoka na chire katikati ya bado bantu wanaweza kutuona vizuri. nabo mogotorora buya. Agiagere Yesu chingo bya senge ndarumia. Pigia Mungu makofi kwa sababu yeye ni mwema. Amen. Amina. Na bado tunaendelea kupanda kwenda juu. Nande ntoka ndarata kuna gusuka kuchigoro. Tayari tumeguza nyumba ya mchungaji. Twakunire nonye ne nyomba yo morandia. Tumeweka tiles pale karibu rumu 2. Twabekire chitairi alia chirumu ibere. So tunataka Mungu atusaidie tuende mpaka tumalize. Ase igonto tegete Nyasaye tokonya togende goika Kwa tokonya. jina la Yesu Kristo. Ase rietha ria Kristo Yesu. Baada ya mahubiri nitaombea watoto hapa, Ekero twakurire kurandia ni wale nsabira abana. ambao wanawekwa wakifu. Bali bakobekerwa okoboko. Niruhusu nisome neno la Bwana kutoka kitabu cha Luka Mtakatifu. Nganchere nsome lingana li Nyasaye korwa ase gitabu kia Mlango ni wa 5. Luka 5. Nataka nisome haya ya 17. Ndagete nsome 15 na ibere. Mungu akinipa neema nitasoma mpaka mstari wa 26. Nyasaye gakongo buya ninsome goikera orocherere rwa 25 na Biblia inasema hivi. Biblia igoteba iga. And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. And the power of the Lord was present to heal them. And behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy, and they sought means to bring him in and to lay him before him. And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop and let him down through the ceiling with his couch into the midst before Jesus. Verse 20, and when he saw their faith, he said unto him, Man,
thy sins I have forgiven thee. And the scribes and the Pharisees began to listen, saying, who is this which speaketh blasphemy? Who can forgive sins but God alone? But when Jesus perceived their thoughts, he answering said unto them, what listen ye in your hearts, whether is easier to say, thy sins be forgiven thee, or to say, rise up and walk? But that he may ye may know that the Son of God had power upon earth to forgive sins. He said unto the sick man, he said unto the sick of the Pharisee, I say unto thee, arise and take up thy couch and go unto thine home. Verse 25, and immediately he arose up before them and took up that whereon he lay and departed to his own house, glorifying God. And they were all amazed, and they glorified God and were filled with fear, saying, we have seen strange things today. Amen. Amen. Amina. Ningependa niweze kusungumuza ukiendelea kutafsiri tu kwa sababu ya muda. Mahali nimesoma Biblia inasungumzia kuhusu Kristo Yesu akiwa katika kazi ya kueneza injili. Na inasema akafika katika mji mmoja, na watu wakapata taarifa kwamba Yesu alikuwa pale ndani. Wakaleta wagonjwa wao kutoka ndani ya miji na viji. Walipowalete hao watu, Biblia inasema kwamba kuna watu wengine walikuwa wanapita pia nao, nafikiria walikuwa wanaenda katika mkutano huo. So katika njiani wakakutana pamoja na mtu ambaye ako na ukoma, amelemaa. Mtu ambaye alikuwa hawezi. Mtu ambaye alikuwa amezaulika. Sijui ni nani alikuwa anamleta njiani, lakini alikuwa analetwa pale tu. Na wale watu walikuwa watu 4. Na kwa sababu walikuwa watu 4, wakasemezana wenyewe, wakasema hapana, kwa sababu tumepata neema hii kwamba Yesu ako katika mji huu, na kwa vile amekuja katika mji huu, akitoka atujui atarudi tena lini. Wakasemezana wenyewe, wakasema ni vizuri tusaidie huyu jamaa ili tumpeleke mbele zake Yesu. Na Biblia inasema hivi, wakamchukua katika kile kitanda chake alichokuwa amelalia, ama godoro alikuwa amelalia. Wakamchukua mpaka kwenye Yesu alikuwa anafanyia mkutano, na nyumba alikuwa Yesu anafanyia mkutano ilikuwa imejaa watu. Watu wameletwa sambuli zote, wengine walio wagonjwa,
abande balenga abarwaire. Biblia inasema kwamba the Pharisees and the doctors of the law Biblia igoteba ng'abafarisayo n'abalingo belinga walikuwa ndani ya mkutano wa Bwana Yesu somo kutano ulia ili waweze kusikiza ni nini anazungumza, banyale gotegerera niki Yesu ali gokwana, waweze kusikiza anafanya kazi yake namna gani, banyale gotegerera baigunganga kiago kole emirimo yawe. na katika hiyo hali ase ali eyo Biblia inasema kwamba wakaingia wale watu Biblia igoteba ng'abantu bali bagasoa wa Samaria wema abasamaria bali abaya wakiwa wamebeba yule mgonjwa, babogoletie omuwaire olia wakiwa wamembeba juu, bali bamubogoletie igoro wanasema leo sio wakati wa kukaa kwa barabara, bagateba nga lero tali rituko lyokobera asebara tutakupeleka hata kama ni kwa gharama, igotogokoira nonyekere yeri kwa sababu Yesu yuko katika mji. ekiagara Yesu no arasomochi. Biblia inasema kwamba walipofika wakapata nyumba imejaa watu, Biblia igoteba ng'akero bachiete nyomba ikira abantu mono, lakini hiyo haikuwafunja moyo. kolende kitikia babunete omoyo Wakasema lazima tufanye tuwezavyo, bagateba nga goika tokole buna tuone toranyale kwamba huyu jamaa amefika kwa Yesu. torole ng'omonto oyo igo moikeire Yesu. Biblia inasema kutoka pale juu Biblia igoteba korwali igoro kwamba alikuwa anafundisha igarenge kworokereria and the power of healing was present. ne chinguru chioko gwene no chiarenge Nguvu za uponyaji zilikuwa tayari. chinguru chioko gwene no chiarenge So mtu huyu anapopelekwa kwa Yesu, asegekera omonto yako irwa se Yesu nguvu za Yesu za uponyaji chinguru chia Yesu chioko gwene zilikuwa tayari. no chiarenga hange. Biblia inasema hivi Biblia igoteba igo kwamba walipopata kwamba hakuna nafasi wakaingia juu ya paa, ekero banyorete ng'ai bagatiriyo bakagenda sekerama wakatoa, sijui ilikuwa ni mapati ama ni cement ama ni ilikuwa imemwagiliwa, bakaruse gose na mabati alia gose ne simiti konyora ya umulewe wakateremsha yule mgonjwa kutoka juu, bagaleta omonto olie korwa igoro na ile kamba walizozifunga katika kile kitanda, amone chingo lichiri basibeta asegetanda na kele Yesu kuangalia akiwa vile nimekaa hapa hivi, na Yesu gochikoligereria buna pasta ikara atenene akapata mtu anateremshwa kwa madhabahu. akanyora omonto okoretwe korugora sama Na tabao alipoona hivyo nekera aroche igo akatazama juu. akaligereria igoro. Biblia inasema kwa akaona imani yao, Biblia igoteba ng'aba akarora okwigera kwabo akageukia yule mgonjwa akamwambia, wewe agaonchokera omorwaire oria akamotebia umesamehewa makosa yako. ebibe byao byabei Na mara hiyo hiyo nabwagwo akamwambia kwamba umesamehewa makosa. akamotebia ng'a kwabeirwe Mafarisayo pamoja na wale watu ambao ni madaktari wa sheria abafarisayo bali balenga halia na bali babo bomanyi bw'elichiko wakaanza kusemezana ndani ya mioyo yao, bagachaka gotebania ase emyoyo yao wakisema kwamba bagoteba iga huyu ni nani ako na uwezo kusamehe, oyo ning'oyo obwate n'echinguru ana nguvu gani kusamehe watu? inguru chikia bwate kwabera abantu. Na Yesu akasikia. Na Yesu akaiwa. Yesu aliposikia Yesu akaraiwayo akawaambia ni lipi ambalo liko rahisi akababoli ng'aing'ana kirire liororo kusema, goteba ni kumwambia umesamehewa makosa yako, nogotebia omonto ng'ebibe byao byabeirwe ama ni kumwambia chukua godoro lako na uweze kwenda? gose nokomotebi ng'a bogoria imatres yao gende. Akamgeukia akamwambia, ndugu, akamoyonchokera akamotebi ng'a musai akamwambia, wewe mwanaume, akamotebi ng'a musacha oyo simama na uchukue kila ambacho umekuwa ukilalia tenena obogori kerikonya okorarera na uende zako. naondo ogenda ase Na Biblia inasema kwamba akachukua ng'omonto oria akabogoria kwa neno la Kristo ase rieta ria Kristo mtu Yesu ambaye amelala miaka yote, omonto orarire emiaka yonse mtu ambaye amepewa Bwana wanadamu, omonto oria okobogorigwa na mwanya mtu wantu ambaye alikuwa wakati mwingine ananyeshewa, omonto chinga kichindo olengo twewe mbura mtu ambaye alikuwa amezaulika na familia yao. omonto konyora bwebirwe ne amate yaye Yesu akamwambia, Yesu akamotebia wewe mwanaume, ayo musacha oyo ili wajue kwamba kuna Mungu, ligera bamanyanga Nyasaye ili raro wajue kwamba kuna nguvu katika uwezo wa Bwana, ligera bamanyanga chinguru nchiro raso konyara kwa monene chukua, simama, uchukue godoro lako, bwata ematres yao simama na uchukue kitanda chako. tenena obwate eketanda Na yule kyao jamaa akasikia sauti ya Mungu, n'omonto oria akaigwa eriogirio manene akasimama, na agatenena aliposimama nekera atenenete akachukua godoro lake. akamukia matres Biblia yao inasema kwamba akaenda nyumbani zake. Biblia gataba ng'akaenda sisobo Walipokuja nyumba ilikuwa imejaa, ekero banchete
nyumba nigo yaijire hakuna nafasi ya kuingia ndani. ibakatiri alengo olio gosoi Lakini wakati Mungu amefanya muujiza, kolenda karonya saa koleteke kone njia ikapatikana. enchere gatoka Kuna kipindi Mungu anashughulikia watu wake. chinga kichine nyasaye akoshughulikia abantu Kuna baye kipindi Mungu anasababisha miujiza chinga kinchire nyasaye akokoleke kone inakuondoa mahali ambapo umekaa miaka yote. warwase kwarenge miaka yonsi pi Yule mtu alikuwa pale omonto oli no arenge gali kule, kumbe yule mtu alikuwa ni giant, ani omonto oli garenge limonto alikuwa na uwezo na nguvu, arenge ne chinguru lakini alikuwa anahitaji mtu orene amsaidie. nigaga neti omonto amakonye Nimekuja katika mjana huu wa leo achira somo basoyo ngotebi nikwambie kwamba kuna mambo fulani ngotebi ngama ngana na ambayo roro Bwana ameweka ndani ya maisha yako monene abekira sobo na gimabwa hayawezi kufanya kazi nande tako kolemere mpaka ukutana pamoja na watu, go ikomera namo naba mpaka ukutana pamoja na wanaume, go ikomera namo naba mpaka sachi ukutana pamoja na wahubiri, go ikomera namo naba randi mpaka ukutana pamoja na marafiki go ikomera namo naba sandi ambao watakaochukua mzigo wako bali barabugolie omosigo wakupeleke mahali msaada wako unapatikana. bakoira somo saado orato Na mtu wa Mungu asema amina. omonto nyasata babi Oh, haleluya. amen Yesu akaweza kuletewa huyu mgonjwa. Yesu akaleterwa omonto oli omorwaire Na fikiri alikuwa ameenda mahospitali, barangara likonyoro chine kinyagitari alikuwa ameenda kila hospitali konyoro chine kene nyagitari ili aweze kuponywa, ligaranyare kogwenda aweze kushughulikiwa, anyare na gushughulikirwa yeye angalau aweze kuwa na nguvu. ligara nehera twale chingu Lakini wanadamu hawakuweza. kolende mwanya bantu mbale Alipoletwa mbele ya Yesu alete tumo tubosi wa kwa Yesu madhabahu ya Bwana, asama tabau yomo mahali mambo yote asama yanawezekana, ngana osipia konyale walipomteremsha ekarabamo ikikoru igoro katika madhabahu, asama tabau mahali Yesu alikuwa anafundishia alenge ishara na miujiza, ebikone neno la Bwana linasema kwamba na nguvu za Mungu zilikuwepo. Uwepo wa uponyaji, uwepo wa uponyaji okoba okuoko gweniwa ulikuwa ndani ya nyumba. nokwalenga senyumba Wakati kuna uwepo wa uponyaji, ekero okoba okuoko gweni gukoro hakuna ugonjwa ambao hauwezi kutii borwaire tiboli botaigwere sauti ya Bwana. eliogiri omonene Wakati kuna nguvu za uponyaji ekero chinguru chiro chioko ndani weni ya mkutano, asomo kutano ndani ya mahubiri, ase amarandia wakati kuna nguvu za Mungu, ekero chinguru chiomonene chiro hakuna nguvu za giza inguruti chiri ambazo chiomosunzi zinaweza kukushikilia. chiranyara gukobwata Kila maroho yanayeyuka, chinguru chiri kila chuma zinakatika, kera chichuma nigo maana kuna uwepo na nguvu za Mungu. ekiagera okobonkoro kwa Oh, haleluya. aseliedera Biblia inasema hivi Biblia goteba iga kwamba Yesu akaangalia yule mtu nga Yesu akaligereria omonto oria akamwambia, akamotebia akaambia wale waliomlete, agatebi bali bamoletete imani yenu. okwegena Kuna mambo mengine ambayo yanaweza kutendeka kwa maisha yako, amangana nara akolekana sobogima sio kwa bwao sababu ya imani yako, tali asenge nchi yo kwegena kwa sababu ya imani ya wale ambao wanasimama kwa niaba yako. asenge nchi yo kwegena kwa bantu bali batenenera monaye Yule mtu alikuwa ni mgonjwa, hawezi. omonto oli ningalenga omorwaire otali Yesu kwenya anaangalia juu, Yesu akaligererio chigo anaambia wale, agatebi balia imani yenu okwegena kwaino imefanya huyu kwagalira omonto oyo aweze kusamehewa, anyale kwaberwe na aliposamehewa, nekera aberetwe okay, mbona Yesu anasema kwamba umesamehewa? na asiki Yesu agotebanga kwabeire Ni kwa sababu ukoma, na senge ncho oburwaire bweko kuna wakati mwingine ilikuwa ni laana, chinga kichinde nigo yarenge keragererio wakati mwingine ilikuwa mtu akifanya makosa nigo yarenge chinga kichindo monto akokora mamocho anapigwa na ukoma. orwaro wako no burwaire So bweko hiki kipindi mtu analetwa huyu, ekero monto yakoletwa Yesu alipoangalia, kwa sababu anajua kila kitu, anajua chanzo, Yesu akamoligereria senge nchamanye tomo anajua ni nini ilisababisha akaweze kuwa na hii, asenge nchamanye tenga ngiki agarata agatwaro burwaire obo anamwambia yale makosa akamotebia mamochali uliyoyafanya yakasababisha ukawa na hii, aliwa akolete kagero karwara iga umesamehewa. kwabeirwe Na kwa sababu alisema hivyo, na senge nchakwanete yale makosa yalipotolewa, amamochali akararuse uponaji ukapatikana. okogweni wako kabo Ndio sababu anamwambia na kieko rako motebi vile umesamehewa, buna kwabeirwe
Sasa chukua bono bogolia godoro lako na uende mattress yao genda katika jina la Yesu. aselieta ya Kristo Yesu. Tumefika mwezi wa 11 twaikiro motienye 11 kwa nguvu za Mungu ase chinguru cha Nyasaye. katika madhabahu haya asa matabau haya tumepata injili na mafundisho mbalimbali, tuanyolera lakini nataka nikwambie vile tumeanza mwezi wa 11 leo katika madhabahu haya Bwana na akachukue nafasi, akachukue nafasi. Kile ambacho kimekuangaisha kwa miaka yote kutoka nyuma, kimekusumbua kwa kuanzia Januari, kikakuteza mwezi wa pili, mwezi wa 3 na wa 4, ukapitia mambo ambayo yamekusumbua. Tumeingia mwezi wa 11 kwa uwezo wa Bwana. Inasema na Yesu alipokuwa anafundisha, watu wakakuja wengi ili kwamba akaweze kuwashughulikia. Vile tumekuja hivi, tunaweza kushughulikiwa na Yesu. Kila mmoja na shida yake, tunaweza kushughulikiwa na Yesu. Kila mmoja na mateso yake, kila mmoja na ugonjwa wake, kila mmoja na kufungwa kwake. Yesu ako na uwezo, Yesu ako na nguvu, Yesu ako na mamlaka kunena kitu na kitendeke. Ayambia Mafarisayo pamoja na walimu wao, akaweza kuzungumza pamoja na wao. Ni lipi lililo rahisi? Ni kusema umesamehewa, ama ni kusema chukua godoro lako na uende? Kuna watu wamekwama kwa madhabahu haya leo kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ninaenda kunena neno kupitia kwa nguvu za Mungu, na Bwana atakusaidia. Utainuka tena, utainuka tena kwa uwezo wa Bwana. Umekuwa mtu wa nguvu, umekuwa mtu wa imani, lakini umeregezwa chini kwa sababu ya mapito unapitia, na kwa sababu hiyo uko chini, unaendelea kulia, unaendelea kusema sitoki hapa. Nimekuja kwa jina la Yesu wa Nazareti, mwenye uwezo na mamlaka. Anaponena vitu vinabadilika, aweze kukushughulikia katika jina la Yesu. Bwana asababishe watu wasimame pamoja na wewe, wakunyanyue kutoka chini, wakupeleke mahali unahitaji, mahali utapata msaada wako katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Ninaomba kwa jina la Yesu, tukiwa katika ibada hii, Bwana akaweze kuchokoza watu mahali fulani, wapite katika njia yako, wapitie katika njia yako, wakupate vile umelala chini. Mungu awapatie moyo mzuri ili wakushika mkono, shida zako ziishe katika jina la Kristo Yesu. Amanena abakwe yule mtu alikaa pale, omuntu oli akabera ali kakoli alikaa katika kale kanjia mpaka Yesu akakuja kwa kile kijiji, akakaa katika kanjia kwa siku nyingi. Yesu akafanya mkutano kama kwenda huko juu, watu wakiendelea kupita, wanapita katika kanjia, akaona mtu ambaye alikuwa na sura nzuri, lakini alikuwa amelema. Hakuna sura nzuri, lakini bado amelemaa, hana nguvu, hawezi kujipeleka mwenyewe, anahitaji msaada wa watu. Kuna kipindi watu wanakusaidia, lakini wakati wamekufikisha kwa Yesu, msaada wao tena unafika mwisho. Walipaki pale juu wakiwa wanaangalia
bakaendelea kuligereria Yesu akasema na Yesu agateba iga wewe aye waja usimame tigotenene kile ambacho umekuwa ukilalia kelikonyo kurarira ukibebe sasa okebogoli bono kumbe alikuwa na nguvu anini galenge kumbe alikuwa na uwezo anina babwato kumbe alikuwa na nguvu anina babwate chingu akabeba kitanda mwenyewe akabogolie getanda kelia arabweka chenye kilikuwa kinabebwa na watu wane Gongosa baiga naomba hivi ase kanise kwa kanisa Nyasaye mukyumuntu Mungu ainue mtu omuntu ainue mtu oyo konyoro utari kunyara kendi mwenye alikuwa ajiwezi oyo konyoro utari kunyara kendi mwenye alikuwa ajiwezi oyo abantu bagokonya bakanonya nobosi wenye watu oyo abantu walikuwa bagokonya wanasaidia kiyanga walikuwa wanasaidia nguo walikuwa wanasaidia hata school fees walikuwa wanasaidia hata kununua sukari kujisimamia mwenyewe hata akegwete katika jina la Yesu wa Nazareti. Yule jamaa alipoletwa kwa Yesu vitu vilibadilika, ebintu bikachenjia, vitu vikabadilika. Tagana tinaendana arakuimokeli gwegetanda akutaka tena bebewe ile mattress akasema kufika hapa ninaweza beba peke yangu akabeba godoro lake akabogolio moitoye na akaenda nyumbani zake akaenda nyumba mwaye tali akobogoli kuna abantu watu wakamuona akitembea kwake watu walimuona yule ambaye alikuwa anabebwa akachipata anatembea yeye peke yake wakachipata anatembea peke yake. Bwana asifiwe. Abantu barabako nalire. Kuna watu wamekusoea. Wamekuwa wakisoea wakisaidia. Mungu anakuinua juu. Katika jina la Kristo Yesu. Mungu kuna majira watu watakusaidia. Ebirombira abantu bagokonya. Na kuna kipindi osoro. Nebirombira osoro. Mungu ataanza kufanya kazi. Biblia inasema hivi. Wale watu wakasanga abantu bali bagakumia the Pharisees abafarisayo bali and the doctors of the law n'abantu bali bamanyi belichi wakasanga bagakumia wakasema leo bagateba lero tumeona mambo ya ajabu tuarolira amangana yogo kumia bakaondoka walishanga. Ninaomba hivi watu wana ambao wanafikiria ufanye chambo wacha Mungu awashangaze wacha washangae wacha Mungu afanye kitu wacha watu wafanye wacha Mungu afanye kitu mpaka waulize huyu ni nani huyu ni yule mtu alikuwa ameketi tu hapa huyu ni yule mtu tulikuwa tunapaya kiporo huyo ni yule mtu tulikuwa tunaletea chai. Mungu akianza kutenda omanene kera chakire gukora Mungu akianza kutenda yasaye kago chaka gukora lazima wanadamu wasangae lazima wanadamu waweze kuona makuu ya Bwana oh haleluya amen. Pigia Bwana Yesu makofi kwa wema wake. Yule jamaa omuntu olia watu walikuwa wamemzoea abantu konyora bamunalire walikuwa wanajua miguu hakuna ewa manyete nga magoro teyo unajua mtu ambaye ako na ukoma omanyete omuntu bwate ukoma ama amerema kera alema ile kama hakuna mtu wa kumsaidia onye muntu tayo komokonya anaweza kufanya kila kitu mahali hapo na bagokora kirege ntali sale naweza kufanya kila kitu mahali hapo na bagokora kirege ntali asale so watu walikuwa wamemzoea abantu konyora bamunalire lakini na yeye pia akiwa pale avunjike moyo. Kolende na onyo lenga aliatachiete gukumoyo. Akonya gotebanga litu kilimo. Alikuwa anasema siku moja. Sasa naleta Msamaria. Mungu ataleta Msamaria. Sasa naleta Msamaria litu kilimo. Mungu ataleta Msamaria. Sasa naleta maneno no manyete munada. Mungu ataleta Msamaria. Unajua maneno no manyete. Mungu unajua. Litu kilimo no kolege. Unajua siku moja utafanya jambo. Ikawa anangojea siku yake. Akabaka aganyete litu kilimo. Sasa kuja lazima na wewe uwe mvumilivu. Sio mtu ambaye unakufa moyo haraka. Lazima uwe mvumilivu. Boikabo muntu molemerelia. Mungu akatuma watu. Nyasaye akatuma abantu. Wanaume. Abasacha. Waine. Bane. Wakachukua mzigo wa huyo jamaa. Mzigo bwo muntu ulia. Bwana asifiwe. Omonene abakwe. Mungu aliwazungumzia kwa njia ya kipekee. Nyasaye akabakwanira senjera. Unaweza kuwa suluhisho na jibu la mtu. Na bora habeli chibu lyo muntu.
unaweza kuwa wa baraka kwa mtu mwenzako. Unaweza kubadilisha maisha ya mtu afurahie. Unaweza kusimama pamoja na mtu na Mungu aweze kumsaidia ili yale ambayo amekuwa akipitia itakuwa ni historia katika maisha yake. Wakati mtu ameenda mbele atasema Mungu isingeweza, lakini Mungu mwenye alinisaidia, ambaye amenifanya nikafika umbali huu ni fulani na fulani, katika jina la Kristo Yesu. Wale watu abantu bali bane walibeba mzigo bakabogolio umuzigo wa yule jamaa, obwo muntu oli, na walipompeleka kwa Yesu, maisha yake yakabadilika, obugima bwaye bugaontorelia, akawa na nguvu, akaba n'ekinguru, akaanza kujitegemea, akachaka kwetegemea, na Mungu akajinyakulia utukufu. No monene akeire robo nene. Sitaki kuendelea sana, tintageti kugendera saidia. Nataka kusema hivi, unaweza kuwa chanzo ya baraka ya mtu fulani, unaweza kuwa chanzo ya kusababisha mtu fulani kufurahia. Unaweza kusimama pamoja na mtu hata ameshindwa kusomesha mtoto, kwa zile nguvu kidogo uko nayo umsaidie. Utakapomsaidia mbeleni atakuwa na kukumbuka, katika jina la Yesu Kristo. Oh, haleluya. Kuna mambo mengine unafanya hapa yanakufungulia milango. Kuna mambo mengine unafanya hapa yanasababisha watoto wako kubarikiwa. Kuna mambo mengine utafanyia watu yasababisha magonjwa yakauke. Kuna mambo mengine utafanyia watu kwa ajili ya kusimama pamoja na wao Mungu akakuinue mamlaka mahali ambapo unafanya kazi. Hawa watu waliweza kusimama pamoja na yule jamaa, wakambeba, wakamubugulia. Timaitiko senegeta ebitande bibya matuka ya igabirie byomopa bisito wakabeba. Bataliko hawakuwa wanamhesabia atawapatia nini. Watu siku hizi wameharibika, unawauliza hata hiyo hela iko wapi? Iko wapi? Mtu anakuambia, mtu anakuuliza utanipatia ngapi? Utanilipa ngapi? Ndipo sasa kuambie. Lakini hao watu wakajitolea, hawakuwa wanahesabu gharama. Kuna watu wanasaidia watu kwa sababu wanawafahamu. Kuna watu wanasaidia watu kwa sababu wao ni relatives. Kuna watu wengine wanasaidia watu kwa sababu wanajua watapata nini kutoka kwao. Lakini hawa hawakutamani kitu chochote kutoka kwa yule mtu. Hata kutoa yale mapati, unasema hiyo gharama ya mapati tunachukua, tutalipa. Amen. Amen. Abaku Yesu. Nyosha mkono wako ili mtu ambaye alikuwa angelala njaa apate kitu. Ili mtu ambaye alikuwa anatembea uchi apate nguo ya kufaa. Nyosha mkono wako. Ili mtu ambaye alikuwa anachitia kitanzi asichitie kitanzi. Maneno wako. Kuna watu ambao tunachitakia makuu. Tunachitakia. Tunasema nataka kuwa mzuri zaidi ya wengine. Tuwe watu ambao tunajitolea. Tobe abantu bali bakwirwa. Kuona wenzetu wamekuwa bora zaidi ya kutuliko. Kora bande babeira abayamana gutubwa. Abaku Yesu. Abakutata. Praise and worship mwatalire bya sanaga. Abasasi mwatalire bya. Nyasaye tigabakonya. Nyasaye Mungu awasaidie. Mungu atabanda amaboko. Mushike wengine mkono. Omuntu nonyori utamanyeti. Hata yule ambaye ajui. Aimbe na yeye. Mpaka aje kusema kwamba nilipoenda Nyamataro. Mpaka akuje kusema ngakera na chini Nyamataro. Kisi kujua najua kuimba. Galakiti na amanyeta gote. Lakini nikapata watu pale. Wakanishika mkono. Bakambwa toko boko. Mpaka leo mimi ni mwimbaji. Wakarerongo tera. Katika jina la Yesu Kristo. Watu muondoko boko. Shika mtu mkono. Kama ni apostle, ukiwa kwa fellowship, shika mtu mkono. Ambia mtu hata leo wewe funza. Wacha ile siku ambayo uendi. Ambia Florence wiki hii ni wewe utafunza katika fellowship.
wewe ndiye utakuwa mwalimu katika ushirika. Anaenda anajiuliza nitaongea nini? Anaendelea kuongea na mtu. Anaendelea kuita Mungu Mungu. Usiku na mchana anaendelea kumwambia Mungu. Kwa sababu ya ile Jumatano ushirika. Akuwa nali masinywe, akuwa nali yakabere, ya gatatu, abairo mwalimu, atabangaki, anza kuboringa ndio angana nili bagangora kanjege. Anaenda kuongea. Amen. Bwana asifiwe. Omonene abakwe. Nakirojereza babako bwate binte biga, bate Joshua yo itoka iga Joshua yo. Ndio maana unaona chairman no alega. Chairman no abwate bintu. Chairman anashika vitu. Yani ngeke ntonkereke kwenda kwa baime yaye. Kwa hivyo kuna kitu inaendelea kumea ndani yake. Lakini onyayo ndi baba abantu wa KTN bara batindi. Kama watu wa KTN wangemwambia usisimame hapa. Bana karibia. Wewe utaharibu mitambo. Hello. Yes. Ngojebuya gomereri. Hata kama utashikilia hiyo. Ni kwa siku chache tu. Hello. Tunaendelea. Useninje bano morandie giataga. Ndinta kati monto ndarani. Hapana, peana nafasi. Kinyo monto. Na wewe pia inua mtu. Shika mtu mkono. Abakwe Yesu. Amen. Wacha kusema ya kwamba ni wewe hodari peke yako. Ukipika unasema hakuna mtu ambaye atapika. Wacha watu wapike ugali mbichi. Tena mpatie pongezi ya kwamba umefanya vizuri. Hata kama ni keni, mwambie unajua. Ni vile tu ulikosa kuni. Lakini ugali sawa. Mpe moyo. Tiga moto kwa moto atikoruka. Wacha mtu na yeye pia achue kupika. Ati umetengeneza nini? Kwa madharau. Mpatie nafasi pole pole. Muwekee maji kidogo kidogo. Atengeneze hiyo. Mwambie ongeza tena. Ongeza tena. Mpaka ule wakati atakuwa na mazoea katika jina la Kristo Yesu. Simama na mtu. Tenena no muntu. Tenena mono muntu. Simama na mtu. Rasio muntu. Tengeneza mtu. Ili kwamba aje kusema niliweza kujifunza hii kupitia kwa fulani. Ili akuje acha kotebanga igo ne orokereti haya. Bwana asifiwe. Amen. Konja andite kuntu ako ndiki kujese ngo tabagochi. Aba kujeso. Amen. Kwa maneno.
tunahitaji tairi ya kuweka kwa nyumba ya bishop. Tukisema tuko nataka tiles za kuweka kwa nyumba ya bishop. Yani uko tayari kutoa. Yani obeange kurwa. Sio kusema sitatoa kabisa. Sitatoa hata wakiongea. Saidia mahali unaweza. Ndio sababu Mungu amekuleta katika kanisa. Na kieko arakuwa begi wa fungu lako la 10 katika kanisa hili. Karwe nsemo ya uya 10 ase kanisa. Usio mshirika wa kanisa la Nyamataro. Toba mshirika wa kanisa. Na utoi 10%. Toliko ruwe nsemo ya uya 10. Miaka yote umekaa. Miaka yonse pi. Mungu amekubariki unafanya biashara. Nyasao gosese nilingo kororo. Amekubariki umeajiliwa. Nyasao gosese nilikuwa amekubariki aurari njaa kwa nyumba yako. Nyasao gosese nilitori korara njaa. Amekubariki unalima mahindi. Na okokonyire kwalemira ebituma. Unafuna vizuri. Igoko koleta pi. Hata mafuna uweze leta kabisa. Hello. Fanya sukuma, nyorosa mkono wako, ufanye kitu fulani kusonga mbele. Kolege ntogete ligara tosuke mutwe. Ili jina la Bwana libarikiwe. Ligara lietali omwana liseseni. Asokurwe sadaka yao. Asokurwe ensemo yao ya 10. Asoko kole mechanga se kanisa. Asoko tena namo nabasoma bomanene. Korange nyumba nera ase nyumba ya borandia. Ndio wachungaji wasilale njaa. Amen. Wachungaji wasilale njaa huko, wewe kwako unakula kuku. Unakula kuku kwako. Sira kuku kubwa. Sira saa kienyeji. Noma. Wachungaji wanalala njaa. Unalala mpaka unasema haki Mungu mwema. Wenye wanakuombea uwajali. Unafikiria ni kwa nguvu zako. Unafikiria ni kwa sababu wewe ni mkulima hodari. Ni wangapi wanaenda shambani wanapanda mahindi. Hayafanyi vizuri. Inakataa hata kama kuna top dressing. Balenga babwate chibesa babwate ndagera bakuri nasaba ule appetite. Ni wangapi wako na pesa, wako na kila kitu, lakini Mungu anawanyima hiyo appetite ya kukula. Nasema mimi sina shida. Ni Mungu amependa. Tunaomba Mungu apitishe mbali yale yote ambayo atakufanya usiwe na appetite. Mwana abakwe. Unafikiria amani ambayo uko nayo ni bure tu hivi. Unafikiria wale watoto ambao unasema ni watiifu wako tu hivyo. Ni kwa sababu tunasema Mungu ondoa zile roho zote. Kuna roho zimeingia hata kina dada wanakunywa kuberi. Wako na sigara kwa mfuko ama kwa mdomo. Unafikiria wako safe. Ni kwa sababu ya kumuita Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa hivyo ukiwa na kile kidogo, peana kwa wachungaji. Amen. Kila kidogo ambacho Mungu amekupatia, fanya watu wa Mungu wasonge mbele kidogo. Angalia yule ambaye anaweza lala njaa, umsaidie. Norore ama seseni Nyasaye sobugi mawa. Na jina la Bwana liweze kuinuliwa. Abakwe Yesu. Bwana asifiwe. Mungu asifiwe. Nasaba kwe. Mungu asifiwe. Obugetere hata kusema amen ni kipawa. Unajua kuna watu ambao wanakuja hapa kanisani hata wachungaji wote tuseme asifiwe Mwokozi, hawezi sema amen. Hata tukiongeza majira hawezi sema amen. Ulikuja kufanya nini? Unapima watu. Hili ni kanisa watu wanasema amen, hallelujah, praise the Lord. Amen. Kama wewe uko kinyume na hayo maneno, haustahili kukaa hapa. Tafuta ile dini watu hawaseme amen, uende huko shiriki. Ndiposa uende utoerere.
Uende utulie. Abaku Yesu. Amen. Aikatari dini abantu bakoja elimerita. Hapa sio dini watu wanakuja. Aikatari asa abantu bakoja banyire jamasyo. Hapa sio watu wanakuja kama wamekasirika. Hapa ni watu wanakuja wako na furaha ya Kristo Yesu. Mungu amekusaidia ndio posa ukakuja hapa. Sasa wakati umekasirika unajua tunaogopa. Haki wacha kukasirika. Onyesha tu meno kidogo. Sio vibaya. Unaona, yani wacha tu tuone meno yako. Wacha tuone meno yako tu kidogo hivi. Kama nyumbani ulikuwa serious. Kwa sababu wewe ni mkuu, uwezi onyesha meno yako. Kama umekuja katika nyumba ya Bwana si ufurahie. Ndiposa ukienda nyumbani uwe serious huko. Hello. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Abantu barenga bagatebanga tiganya saa tokone. Tokuna wataseli ndio mwana. Oh, hallelujah. Ni vizuri tuwe watu ambao tunafanya kazi inasonga mbele. Tigatobe abantu takokole mirimo yasuka mutwe. Wacha tusukume hii kazi ya Mungu. Wakati mmoja ameshika mkono huu, mwingine ameshika mkono ule mwingine. Ndiposa kuwe na urahisi. Amen. Hata saa hii niko na roho. Amen. Unajua hii kazi tunaifanya mpaka unafikia mahali unasema pale juu kwa mchungaji. The Shunammite woman. Yes. Wakati alipotengeneza kale kanyumba ka juu, alikuwa apati mtoto. Akasema machira kama haya, yani yo mwaka ogo chachinga kibunechi. Mchungaji alikuwa anakaa huko juu. Yule mama na bwanake walikuwa wanakaa hapa chini. Pale juu kuna vitu vingine havifanyiki hapa Nyamataro mpaka rahisi. Tutafanya vingine hapa chini. Lakini kuna mambo mengine hayawezi fanyika. Amangana na harata akoleke. Pako msombo nganyire kujigora aliasa ngamo nene. Mchungaji hamie pale juu. Akikinde igora. Aseme nikiwa hapa juu. Yesu. Obwa mabera mange. Kanisa tigeza sani we. Wacha hii kanisa ibarikiwe. Bwana asifiwe. Amen. Na watu wameka tiles. Tunaweza tia hizo tiles. Kuna vitu vingine vimefungwa kabisa ambavyo vitafanyika wakati mchungaji ameingia pale juu. Amen. Tulichanga hapa juzi. Aki tunahitaji vioo pale juu. Tuko na dirisha ngapi pale juu? Amwezi jua siku ngapi. Nataka kumaliza huu mkutano katika Kristo Yesu. Nataka kumaliza mkutano huu. Hata kama ulifanya kitu wiki jana, nataka uende pale juu. Sio mtu mwingine ameniambia, lakini nasikia kutoka ndani yangu. Nasikia kuna nguvu zingine kutoka ndani. Tuende tu pale juu. Wakati tumeenda pale tufanye maombi. Tuambie Mungu mwezi wa 11 na mwezi wa 12. Mungu afanye kitu katika ile nyumba. Katika jina la Kristo Yesu. Amen. Ni wangapi wananiambia ya kwamba tutaenda pale juu? Tuende tu pale juu. Haujawahi enda huko juu. Inua tu mkono juu. Amen. Mungu awabariki. Tufanye
kasi. Kumbe yule mtu alikuwa mtu mnene, lakini angekuwa giant bila kuwa na watu. Hata kama wewe ni hodari, uko na vitu zote, unahitaji watu wakusukume mahali, unahitaji watu wakusukume kiwango kingine. Tusimame tunapoenda kuomba pamoja na leo hii, kwa sababu neno la Bwana limesema kwamba na Yesu alikuwa anafundisha na nguvu za Mungu zilikuwa za kuleta uponyaji. So kama uko mgonjwa hapa, unaweza kuwa mgonjwa kimwili, unaweza kuwa mgonjwa kimawazo, unaweza kuwa mgonjwa wa kindoa, unaweza kuwa mgonjwa kifamilia, watoto wanakusumbua, mzee anakusumbua, mama anakusumbua, unahitaji, ama biashara inaweza kuwa imegonjeka, unasema mtumishi wa Mungu, omba pamoja na mimi. Unainua mkono ni kuombea hapo kwenye huko, na jina la Bwana libarikiwe. Iwe ni ugonjwa wa aina gani, Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa anafundisha, and the power of healing was present. Ndio sababu yule mtu akapona. Inua mkono wako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, neno lako linasimama. Wewe sio mwanadamu, linasimama milele. Haijalishi ni magonjwa gani yanatusumbua, lakini tunajua wewe ni mponyaji. Na kwa sababu ya neno tumelisoma mahali hapa, yule mgonjwa aliyeletwa kwa madhabahu alitoka kwa madhabahu akiwa amepona, akatembea yeye mwenyewe kwenda nyumbani kwake. Naombea mtu hapa ndani ya nyumba hii ambaye Bwana amekuja hapa leo, ako na shida fulani imemteza miaka na miaka. Leo hii katika madhabahu haya ninaajilia neno lako kama vile ulivyoajilia kwa yule mgonjwa, ukamwambia kwamba chukua godoro lako ama kitanda chako na uende, na akachukua kitanda chake akaenda nyumbani. Waja yale ambayo yamekuwa yakiangaiza watu wako hapa, Bwana, yakaweze kuwa rahisi na uweze kusimama pamoja na mtu hapa ambaye atatoka aende nyumbani akiwa ameponywa shida zake zote katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa wema wako, fadhili zako ni za milele. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Jina la Bwana litukuzwe milele. Nimetangazia watu wako uponyaji wa kimawazo, uponyaji katika biashara, uponyaji wa kijamii, uponyaji wa kiroho. Usimamishe watu wako wewe Bwana, wakakuone katika viwango vikubwa, na sifa na utukufu zikurudie milele yote. Asante kwa yote na vyote, maana ni Mungu mkuu. Umetangaza baraka zako juu ya maisha yetu. Tusaidie, weka ndani ya mioyo yetu moyo wa kufanya kitu kisonge mbele, moyo wa kufanya mtu afurahie, moyo wa kusimama pamoja na mtu ambaye hawezi, ili afike katika hatima yake kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya Manyamataro, asante kwa sababu ya wazee walio hapa, asante kwa sababu ya wamama, asante kwa sababu ya vijana wetu, na kushukuru kwa sababu ya viongozi, na kushukuru kwa sababu ya pastors walio mbele. Wabariki, wafunike na damu yako, maana ni mema. Jina la Baba litukuzwe milele yote, kwa kuwa ni Mungu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Amen, amen. Hebu na tuketi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Usiende tafadhali. Usiende, usiende. Bwana asifiwe.
Yaani unajua Mungu hawezi kuleta neno bure. Mungu amelete tayari amegusa watu. Ebirole byonse bibye kanisa eri bya nyombe eri ya pasta igoro. Ebirole byonse bibye pasta igoro ali. Familia Rogers. Familia Rogers. Kaka Sungura. Kaka Sungura. Pamoja na familia abo Mark Steve. Ama ne familia Mark Steve. Bakolire birole byonse. Bakolire birole biri byonse. Aseri etali omonene. Aseri etali ya Kristo. Bangakere chinkobi. Akibakere chinkobi. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Omonene abakwe. Kakimwa buge sirimbi. Buge sirimbi oli obwate sirimbi. Hiyo firimbi na ipiwe. Ama yono iguli bya. Nimesikia vizuri. Ebirole byonse bibyalire. Vyo vyote. Tali birole bibere birone birole bingi. Birole bibere bire igorali. Ne nyombe bwate kitirisa kininge. Ni nyumba ambayo iko na dirisha nyingi. Ngabano? Aseigo. Kuna rangi? Rangi nero. Kuna mambo ya tiles zimebaki pale chini. Amangana yechi tile nero atigalete. Pia kuna siri. Ne siri nero. Kerege ntonge kwa lile baka chitaje tokolete lakini baone baka chitaje jiro. Kila kitu kimefanywa hata asiko. Nataka tu tuende pale juu mtu aninunulie tu just one piece of a tile. Sio lazima iwe box. Tali lazima iwe box. Hata hii kapisi. Kapisi yako. Ine tile. Tusongeze tu. Akitusongeza katika jina la Yesu. Utumie hata 200 peke yake. Hata 100 hata 50. Ndio tuone kitu kikifanyika pale juu. Amen. Wapi wale watoto walikuwa wanaombewa wanatiwa wakifu? Wale watoto. Abana walibale kusaberwa. Wapi wale watoto? Kuna watoto nilikuwa naombea hapa. Naweka wakifu hapa. Haraka sana tuende juu. Tuende juu kwa jina la Yesu Kristo. From the beginning to the end, there's no place for argument. You are God by yourself. You are God. Omwana nara igokoro kunganere Caleb Baraka Osoro. Caleb Baraka Osoro ako wapi? Caleb Baraka Osoro wa fellowship ya Jordan ama? Ni Jordan ama ni wapi? Jordan. Alafu kuna mtoto mwingine tena anaitwa Makla ama Maka. Naboke Levi. From the beginning to the end. Leo imekuwa ni amen amen. Leo watoto ninaombea hapa, ninaombea mmoja anaitwa Makla Nyaboke Levi, ni mtoto wa Osoro. Alafu ninaombea mwingine hapa anaitwa Caleb Baraka Osoro. Kwa hivyo tuko na Osorosi kwa madhabahu. Leo ni wa Osorosi. Osoro nara? Osoro uliondeka Osoro ya moyo, wapi yule Osoro mwingine? Osoro mwingine ako hapa. Bwana asifiwe. Moko bangagera jingobi. Mbate abaneti ngabareta rali tukerie limo, lakini wamekuja tu, Mungu amewabariki na imekuwa vizuri. So tunaanza na anaitwa Makla. Ni Makla ama? Hii bwana lazima tufanye mazoezi. Bwana awe na njema, atakapofikia muda wa kwenda shuleni uweze kusaidia awe